Angalizo, makala hii inaweza kuzua hisia za makasiriko kwa baadhi ya watu. Hivyo kama una hasira za karibu, tafadhali funga video hii. Kila kitakachoongelewa humu si kigeni na wala si cha kutunga, bali ni taarifa rasmi zilizowekwa kwa ajili ya waumini na wasio waumini wa kanisa la Katoliki kufahamu. Asante. Kila kona ya ulimwengu kuna furaha kubwa kutokana na kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa la Katoliki, Papa Leo wa 14, ambaye historia yake nilikuletea katika video iliyopita. Katika video hiyo, nilikueleza kuhusu hatua zake kutoka kuwa kijana wa madhabahuni mpaka kuwa papa wa kanisa Katoliki. Historia yake imesheheni ushahidi wa uongozi uliotukuka, lakini kama ilivyo kwa viongozi wengine, Papa Leo naye kuna mambo yanatia doa historia ya uongozi wake. Mambo haya yanahusiana zaidi na masuala ya ngono, ubakaji na unyanyasaji wa kingono. Naomba tuelewane kidogo. Mambo haya hayakufanywa na Papa Leo mwenyewe, isipokuwa namna alivyoshughulikia katika uongozi wake ilisababisha akosolewe vikali, na mpaka leo hii yamebaki kuwa matukio yanayomchafulia wasifu wake aliyoujenga kwa uaminifu na juhudi kubwa. Hivyo nitakueleza matukio haya yalivyotukia, kisha wewe utaniambia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Tukio la kwanza, kesi ya Padri James Ray. Mnamo mwezi Septemba mwaka 2000 huko Chicago, padri mmoja aitwaye James Ray aliyekuwa amekumbwa na tuhuma nyingi za unyanyasaji wa kingono kwa watoto wa kiume aliruhusiwa kukaa kwenye makazi ya watawa wa Augustinian maarufu kama St. Johnstone Friary. Kitu cha kushangaza ni kuwa nyumba hiyo ya watawa haikuwa mbali kutoka shule ya msingi ya parokia St. Thomas the Apostle. Kama bado hujaona tatizo, wacha nikueleweshe. Yaani mtu anayeshutumiwa na kuwa na historia ya kulala na watoto na hata kukiri kuingia nao katika mahusiano ya kingono anaruhusiwa kuishi katika makazi yaliyo karibu na shule yenye watoto. Hii ni sawa na kumpeleka fisi akaishi karibu na bucha. Na mbaya zaidi, alihamishiwa hapo kwa ruhusa ya kiongozi wa kanisa. Na ninaposema kiongozi wa kanisa, mmoja wao ni mkubwa sana hivi sasa. Wakati huo, aliyekuwa kiongozi wa watawa hao alikuwa Robert Francis Prevost, ambaye sasa ndiye Papa Leo wa 14. Kwa mujibu wa taarifa za dayosisi, Ray alikuwa tayari amezuiwa kuhudumu kwa miaka 9 nyuma kabla ya kufikia mwaka 2000. Alipewa masharti mazito sana: asikaribie watoto, asifanye kazi za kufundisha au za kiparokia. Sasa swali ni je, iweje apewe makazi karibu na shule? Nadhani sasa umeona hatari ilipo. Kitu kingine cha kushangaza ni kwamba Padri Ray alikuwa anajaribu kurudishiwa ruhusa yake ya kuhudumu tena. Alitaka kufanya kazi kwenye parokia, kufanya misa na kutoa huduma kwa waumini. Bodi ya uchunguzi ya waumini wa kawaida ilikataa maombi yake, lakini bado aliruhusiwa kufanya kazi za kiutawala kwenye taasisi za misaada za kanisa. Huo ulikuwa uhuru unaomfaa mtu aliye chini ya uangalizi wa makosa mazito ya kingono? Maswali yakawa mengi. Taarifa zinaonyesha kuwa hata walimu wa shule jirani hawakufahamishwa kuwa karibu yao kuna mtu wa aina hiyo. Sasa unaweza kujiuliza, kwani kuna ulazima wa kufanya hivyo? Jibu ni ndio. Kwa sheria za wenzetu, mtu akihusishwa na tuhuma kama hizo, kwanza hatakiwi kuwa karibu na watoto, lakini pia haruhusiwi tu kuishi kila mahali, na popote atakapoishi, basi watu wa maeneo ya karibu wanatakiwa kujuzwa kuwa kuna mtu wa aina hiyo. Sasa jambo la kushtua zaidi kuhusu Padri Ray ni kwamba miaka kadhaa kabla ya kuhamishiwa hapo, kuna mwalimu mkuu mmoja alikuwa amewaonya viongozi wa kanisa kuwa Padri Ray alikuwa mkarimu sana kwa watoto, yaani alikuwa na watu wa darasani na kuwa karibu nao isivyofaa, lakini onyo hilo liliachwa kama vile halikuwepo. Ray aliendelea kuishi kwenye nyumba hiyo hadi mwaka 2002 ambapo kashfa ya unyanyasaji unaofanywa na makasisi ilipoibuka na kuzua ghadhabu kubwa nchini Marekani. Hatimaye Padri Ray akaondolewa kabisa kwenye huduma na kufutiwa upadri wake mwaka 2012. Kufikia wakati huo, alikuwa anakabiliwa na tuhuma zaidi. Sasa unaweza kujiuliza, Papa Leo anahusika vipi na tuhuma hizi? Jibu ni kwamba yeye ndiye aliyekuwa kiongozi mkubwa wa shirika la Augustinian kule Marekani, na chini ya uongozi wake ndiye aliruhusu mtu huyu kwenda kuishi katika nyumba hiyo licha ya tuhuma alizonazo. Hili linamfanya Papa Leo kuonekana ni mtu aliyepuuzia kuchukua sheria kali kwa watu walio na tuhuma nzito kama hizo.
ni bora ingekuwa ni jambo la mwisho katika uongozi wake, lakini kulikuwa na matukio mengine ambayo Papa Leo anadaiwa kushindwa kuchukua maamuzi magumu. Tukio la pili, kesi ya Padri Richard McGrath. Huyu alikuwa ni rais wa shule ya sekondari ya Province Catholic. McGrath alihusishwa na uchunguzi wa umiliki wa pornografia za watoto pamoja na masuala ya unyanyasaji, na baada ya uchunguzi na kesi kutembea kwa muda, shirika la Augustinian lilikubali kulipa fidia dola milioni 2 kwa mmoja wa waathirika waliodai kuumizwa na padri huyo. Ingawa Prevost hakuhusishwa moja kwa moja na uamuzi wa McGrath, tukio hili lilitokea wakati yeye akiwa mkuu wa shirika hilo, na hivyo alikuwa anawajibika na utawala na usimamizi wa maadili ya watawa wake. Namba 3, kesi ya Padri Richard Yosken na Eleuterio Gonzalez. Wakati Prevost akiwa askofu wa Chiclayo huko Peru, aliwahi kukumbwa tena na shutuma za kutoshughulikia kwa ukamilifu tuhuma za unyanyasaji wa kingono dhidi ya mapadri wawili, Padri Ricardo pamoja na Padri Eleuterio. Madai haya yalihusisha matumizi mabaya ya madaraka na tabia zisizofaa dhidi ya waumini vijana, ambapo mapadri hawa walishutumiwa kuwafanyia vitendo hivyo watu katika maeneo yao. Waathiriwa wa unyanyasaji huo walidai kuwa ingawa Prevost ambaye ndiye Papa Leo wa 14 aliwataarifu kuwa amezindua uchunguzi wa ndani, hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa hadharani. Wengine walidai kuwa mapadri hao waliendelea kushika nyadhifa zao, jambo lililoongeza wasiwasi kuwa kanisa halikutoa kipaumbele kwa maslahi ya wahanga. Katika baadhi ya mahojiano, waathiriwa walidai kuwa walikutana na Prevost na kuzungumza naye moja kwa moja kuhusu mateso aliyopitia, lakini wakahisi kuwa Prevost alichukua hatua za juu tu, tena zisizo na matokeo ya uhakika. Prevost hakujibu hadharani kuhusu madai haya, na taarifa rasmi kutoka kwenye dayosisi anayoisimamia zilisema kuwa uchunguzi ulikuwa ukiendelea, lakini hakukuwa na hatua za wazi zilizoonekana. Sasa haya yote yanamaanisha nini? Tukitazama historia ya Prevost ambaye ndiye Papa Leo wa 14, ni wazi ana uzoefu mkubwa katika uchungaji, mambo ya kitaaluma pamoja na utawala. Hata hivyo, changamoto kubwa katika uongozi wake zimekuwa kwenye jinsi ya kushughulikia tuhuma za kesi za unyanyasaji wa kingono. Wachambuzi wa mambo ya dini wanasema kwamba kanisa linapitia kipindi kigumu cha kurejesha imani kwa waumini, hasa baada ya miaka mingi ya kashfa za ngono zilizotikisa makanisa kote duniani. Kwa hivyo, kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14 kunakuja wakati ambapo uwajibikaji na uwazi vinahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Wakati wa hotuba yake ya kwanza, Papa Leo wa 14 alisisitiza msimamo wake juu ya huruma, haki na kusafisha kanisa. Lakini kutokana na historia yake, Papa Leo atalazimika kukabiliana na maswali magumu na matarajio makubwa kutoka kwa waumini wa ulimwengu mzima. Swali ni je, Papa Leo ataweza kupambana na matukio hayo ambayo yalionekana wazi kutoyachukulia kwa uzito hapo awali? Yote haya tutayafahamu siku za mbeleni. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.